ya ndoa. Hili ni jambo zuri alilotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an min babi as-sunnah. Ndoa si jambo la lazima kama ukiwa unapata damu, la, acha wakati. Kuna wanavyuoni wetu wakubwa walikuja nyuma, tukitataja hivi sasa kila mmoja atatajwa wazi, ukaambiwa hawa wanaotoka duniani mauzaa hawajawahi kuoa. Lakini ulimwengu wao sio ulimwengu wetu. Ulimwengu wetu wala hukumu ya kisheria haibadiliki, ndio itabakia kuwa pale pale, ni sunna, haini faradhi. Lakini ni jambo alotuamrisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwalo Mwenyezi Mungu kaweka kwa neema zake, ni mashiatihi wa iradatihi, wa ndio chanzo cha kupatikana kizazi cha halali. Na ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema baada ya a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya ayuha an-nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Katika aya hii utaona wazi wazi ukifanya mazingatio, tangu baba yetu Sayyidina Adam, alafu mama yetu Hawa na waliokuja badala yao, utaona ndoa ndio chanzo cha kuongezeka human species, wanadamu, sio njia nyingine. Kwa hiyo la kwanza, sisi leo hapa tuna haki ya kumpongeza kijana wetu huyu na kumwombea dua kwa maamuzi haya aliyofanya ya hekima, hasa katika wakati tulionao. Kwa hiyo sisi tunasema barakallahu lakum wa jamaa bainakuma fil khair wa bil khair. Mwenyezi Mungu akutilie khair na baraka katika maisha yenu ya ndoa, wewe na mkeo, na kumeni kizazi chema, muongeze umma huu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia, tazawwaju wadudan wadud, oeni wanawake wenye mapenzi na wanaozaa sana. Naona? Kwa sababu Mtume anasema, inni mukathiru bikum al-umam ay yawm al-qiyamah, mimi ndio nitakuwa mtume mwenye watu wengi siku ya kiyama. Tunapiga kelele Waislamu, sera yetu ni kuzaa sana, sio kupunguza uzazi. Hivi ndivyo tunavyoamriwa katika sharia, lakini bila shaka tusizae madondocha. Tuzae watu watakaoleta faida kwa umma huu, lakini tuzae sana. Kwa hiyo jambo zuri hili, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, ya mashara shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-farj. Enyi vijana mwenye kumiliki uwezo aoe. Tunawasisitiza vijana, hii ndio inaitwa lisanul hal, yani practical lesson, mafunzo ya kitendo. Hapa ndugu yetu vijana wetu katuonesha, vijana wengine mliokuwa hamjaoa, fateni nyayo hizi. Mtume ndio anatuambia, enyi vijana mwenye kumiliki uwezo, mtu aoe, kwa sababu ndoa ndio inapelekea kuangusha macho chini. Ndio jambo pekee anasema aghaddu, ndio jambo namba kwani linalopelekea mwanamume kuangusha macho chini. Usitizame yaliyokatazwa ya haramu, wa ahsanu lilfarj, na ndio kinga namba moja ya tupu zenu. Sasa tunasema ulimwengu wa leo huwezi kufananisha na ulimwengu wa Ibn Taymiyyah na wengine. Ulimwengu watu wa leo tunasema mifereji, koki zishafunguliwa, maanake hisia za kijinsia zishaamshwa katika kila nyanja. Leo watoto wetu, wenetu wadogo hawa wanajua mambo ya jinsia kuliko anapojua babake na mamake. Hatari, mtihani kubwa huo. Sasa mie na wewe, vijana, wazee, walikuwa na uwezo wa kuongeza, koki zishafunguliwa, maanake hisia za kijinsia zishaamshwa. Mtu unayaona, wanawake wanatembea utupu, nusu utupu, kila mahali, magazetini, maredioni, mativini, kila pahali kunatangazwa mambo ya kijinsia.
Haya utalizuia vipi ndugu yangu wewe? Hebu eleza, tueleze utalizuia vipi? Je, ulimwengu huu tuliokuwa nao kweli utasema wewe mcha Mungu sana utajikoa? Haiwezekani. Utakuwa unajiongezea dhambi tu. Kwa hiyo nasaha zetu, kijana wetu ametupa mfano, ametupa somo la kivitendo. Vijana, shikeni hili somo, oeni uwezo nao. Unasubiri uwezo wa makanisa? Uwezo unao. Kwa siku tunatoa mifano, kwa siku unatumia shilingi 20-30. Sasa alafu useme kuna uwezo kweli wa kutunza mke? Haiwezekani. Kwa hiyo uwezo lakini wa kuchuma dhambi tunao. Maana kwenye siku zetu tunatazama yanayofaa na yasiyofaa. Halo hazishi. Girlfriend, boyfriend. Ndio maisha yaliyopo sasa hivi. Jamani, uokovu peke yake ni kuingia kwenye ndoa. Uokovu peke yake ni kuingia kwenye ndoa. Kwa hiyo uwezo mnao, wewe ni vijana na wazee wanaweza kuongeza, waongeze, wasiwe na macho ya nje, haifai, ni dhambi. Tena tunampa bishara ndugu yetu huyu kijana wetu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema thalathatun haqqun ala Allahi aunuhum, watu watatu ni dhima, dhamana ya Mwenyezi Mungu, ni haki yake kuwasaidia. Sote anatusaidia Mwenyezi Mungu, lakini anaonesha Mtume sallallahu alayhi wasallam hili jambo uzito wake. Katika watatu hawa Mtume kasema wanajihu alladhi yuridu al-afaf, muoaji ambaye anatafuta stara, uchamungu wake, kuhifadhi heshima yake na uchamungu wake. Mungu kamdhamini riziki. Kwa hiyo kijana wetu sana sasa, sisi sote anaturuzuku Mwenyezi Mungu, lakini una garantii namba moja. Na vijana wengine wote, wito ndio huu, kwa kuwa huna kitu. Mwenyezi Mungu anakupa garantii ya riziki ukioa. Mitihani ni kitu cha kawaida. Wala usihoji kwamba bwana nimekosa, ni kitu cha kawaida. Umeumba wewe, umeungwa. Lakini hii ni hadithi sahihi kabisa.